Tumekutana na Miraji. Nipige na story kuhusiana na mchezo huo, utakuwaje mzee? Kama kawa? Kama kana makochali. Mara mwisho tunaongea ukasema bwana, furaha yetu sisi ni kwenye Simba Day. Yeah. Furaha ikakwenda kuharibika. Ndio. Siku ya kesho ni mchezo wa namna gani kwanza? Mechi ngumu sana. Mechi ngumu sana. Unajua sisi dabi yetu ipo kivyetu sana. Ni dabi ambayo ina maandalizi makubwa sana nje ya uwanja. Ni dabi vile vile ina maandalizi makubwa sana ndani ya uwanja. Na hata ukija kuangalia hii dabi tunaenda kukutana na Yanga kipindi ambacho wao wamesajili na sisi tumesajili, si ndio? Wao wana benchi jipya la ufundi, lakini sisi tuna lile. Na ukija kuangalia Steve Barker na Mangoba ni makocha ambao wanajuana, si ndio? Ukiangalia rekodi za Steve Barker, umeona na Mangoba kwa South Africa, Steve Barker nyingi anawini, lakini hiko sio kigezo umeona kwetu sisi cha kujivunia kwenda kumfunga Yanga, si ndio? Dabi yetu sisi ipo kivyetu. Kocha anaweza akawa mdogo, umeona, akapata matokeo hata dabi 3 mfululizo. Kocha anaweza akawa mkubwa, hasipate matokeo hata dabi 3 mfululizo, si ndio? Tulikuwa na Benchika hapa, si ndio? Kocha mkubwa sana. Lakini ukija kuangalia ni kocha ambaye hajawahi kumfunga Yanga akiwa na Simba. Kama alimfunga Yanga akiwa na MC Alger, lakini sio akiwa na Simba, si ndio? Kwa hiyo kuna makocha wengi wakubwa sana hapa wamepita, lakini hawakupata matokeo, na kuna makocha wadogo umeona wamefundisha hivi vilabu na wamepata matokeo. Umeona wapo makocha wa Simba wamepata matokeo kwa Yanga, wapo makocha wa Yanga wamepata matokeo kwa Simba. Ukija kuangalia hao makocha level zao unaweza kukuta ni za kawaida. Kwa sababu gani? Dabi ni maandalizi ambayo yanahitajika yafanyike kwa 100% nje ya uwanja. Dabi ni maandalizi ambayo yanatakiwa yafanyike umeona 100% ndani ya uwanja. Ushansoma maana yake, nazungumzia wachezaji wajitoe kwa kila maeneo, si ndio? Sasa ukija kuangalia kwetu sisi nje ya uwanja, maandalizi yetu yanatuogopesha. Sio salama. Ushanielewa? Kwa sababu unapoenda kucheza na mpinzani wako, alafu ukiangalia dabi yetu sisi ipo kivyetu. Ni maandalizi ambayo yanatakiwa mashabiki, viongozi wa juu, viongozi wa kati, letu liwe moja. Sasa angalia siku yetu ile ya Simba Day. Umeona viongozi wameenda kulumbana na hatua mwisho baada ya mechi kuisha mpaka mashabiki sisi tumeenda kulumbana. Mashabiki baadhi wametoka pale, kwa nini mwenyekiti hajapewa mic? Hajaongea chochote. Si ndio? Uonevu. Umeona huyo bosi wenu atatoka tu. Na wale mashabiki ambao wanamtetea bosi anakuambia yeye ndo rais wa heshima, akiongea yeye imeisha. Hakuna speech yake inayofuata juu. Si ndio? Kama mwenyekiti wenu alitakiwa aanze afu sisi rais wa heshima aje juu. Kwa hiyo ni mabishano. Na kipindi ambacho tunabishana, angalia dabi ni lini? Dabi tarehe 12. Sasa maana yake tulitakiwa pale tutoke letu hili. Jamani, kama kuna watu wengine wamepata fursa leo wasafiri. Kama kuna watu wengine hawajapata fursa waondoke kesho. Kama kuna watu wengine hawajapata fursa wafanye maandalizi hapa. Na wenzenu kwenye siku yao wala hata kiongozi yoyote hajaongea pale mbele. Ni mpangilio kwa sababu anajua, si ndio? Unajua unaweza ukaa upo kwenye furaha sana. Umeona vitu ambavyo utavoviongea vikaenda kuharibu furaha, si ndio? Na unaweza ukaa upo kwenye huzuni sana, vitu ambavyo utaenda kuviongea, si ndio? Ile huzuni yako umeona ukaenda kuizidisha, si ndio? Kwa hiyo wao wameangalia, si ndio? Leo siku gani? Siku ya wananchi. Sisi tunahitaji vitendo, si ndio? Timu yao wameiona, sisi tutaenda kusikiliza mawazo yao. Nini tufanye, nini tusifanye. Na kweli wanasikiliza interview za mashabiki, umeona? Vile vile, umeona wanajifunza kupitia zile interview. Umeona? Mimi nakwambia ukweli. Kwa hapa ndani, viongozi wa Yanga wanajitahidi sana kusikiliza mashabiki wao wanahitaji nini. Viongozi wa Yanga wanashindwa tu kwenye mashindano ya kimataifa. Tena kwenye ile level ambayo unaweza kusema nusu finali au finali au robo finali kupata mfululizo. Lakini kwa hapa ndani 90% viongozi wa Yanga wanafanya mashabiki wanavyohitaji. Hatuchezi kweli, hawachezi. Bwana bosi fanya juu chini Shashamani aje. Si ndio? Juu chini Shashamani anashuka. Sasa angalia sisi siku yetu ya Simba Day. Tumeenda kumtangaza Selemani Mwalimu. Tumeenda kumtangaza kwa mambo kibao Selemani Mwalimu. Tena mambo kibao sana. Lakini leo hii watu wameamka issue Selemani Mwalimu so dabi. Selemani Mwalimu kusajiliwa Yanga sio jambo ambalo la kustuka, kwa sababu ni mchezaji ambaye umeona sisi sio wetu, ni miliki ya Wydad. Wydad wanamtoa kwa mkopo, si ndio? Sehemu yoyote umeona Selemani Mwalimu anapotaka kwenda, na Wydad wao wakihitaji kile kiasi wanachokihitaji wao, na wakiona salama kumpeleka yule mchezaji wao wapo tayari.
Mchezaji tumeondoka naye pre-season sisi hapa. Mchezaji ambaye hatuna pressure naye, si ndio? Lakini Yanga wameenda kumsajili Selemani Mwalimu. Unaweza ukajiuliza Selemani Mwalimu Yanga wana shida naye? Yanga wala hana shida na Selemani Mwalimu. Ila Yanga wameenda kutuonesha kama mabosi wetu sisi ni longolongo. Wao wanavyosema hela ipo benki, kwani Gharibu hela yake benki? Anaweka benki. Sasa kwa nini hela yake inatoka kwa wakati? Kuna za simu mkononi. Kama Selemani Mwalimu, Selemani Mwalimu Gomez teacher, si ndio? Ni mchezaji ambaye kwetu sisi hana pressure, tumeshindwa kumsajili au tumeshindwa kumbakisha kwa mwaka mmoja kwa mkopo zaidi, si ndio? Je, unaweza kumsajili mchezaji mwenye pressure kugombaniana na Yanga? Yanga wameenda kutuonesha mchezaji yoyote wao wakimhitaji, si ndio? Alafu hiyo sehemu tupo sisi hatuna uwezo wa kushinda. Mfano mdogo, sisi tumeanza kwa Shashamani, Yanga kaingia, tumeweza? Hapana, kashamchukua tayari. Ndio maana unakuta sajili zetu sisi hivi tunaficha mno, kwa sababu Yanga akitia mkono sisi hatuwini. Mfano mdogo umeona kwa Musa Balakonte, ingawa Yanga alifeli, lakini sisi tulisogea pale, Yanga katia mkono, sisi tulifaulu. Manake tulifeli, si ndio? Ndio tunarudi hapa. Tunaongopeana sana kuhusu kwa Fei. Kampeni simeanza sasa hizi, kampeni jezi zinanunuliwa. Sawa, jezi zinanunuliwa, ni wajibu wetu si kununua jezi. Lakini kwa kile kiasi ambacho kinahitajika kifike tukamsajili Fei, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kile kiasi kama tutafikisha kabla dirisha lijafungwa. Mimi mara ya mwisho naingia pale kama milioni 43. Inatakiwa iwe bei gani? B ngapi? B ka 3 hivi. B5. 5. B5. Kuna ya kuvunja mkataba, kuna kiasi cha kumpa mwenyewe Fei. Yaani pale inatakiwa bilioni 5. Toka huko kwenye bilioni 5. Weka bilioni 2. Hiyo pesa itafika dirisha, lakini ilishafungwa. Kwa sababu piga mahesabu madogo, dirisha linafungwa lini? Tarehe 15. Tarehe 15 kwa mkia tarehe 16. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 11. Tarehe 11. Sasa kama kwa kila siku hatufikishi milioni 100, wewe utafikisha B3. Mtihani. Maana yake hata kama kwa siku moja tunafikisha milioni 100, maana yake tungekuwa na wastani milioni 600, 500, maana yake hata hiyo B1 tusingefika. Viongozi walitakiwa wangefanya kitu kimoja. Yule mchezaji kama kweli sisi wanahitaji tumsajili kupitia mauzo ya jezi, wao kwanza wangeanza kumsajili afu wangetukopesha. Bwana nunueni hela, si benki. Hela irudi. Katolewe benki wamnunue bwana mchezaji huyu hapa. Lakini maelewano ya mchezaji, pesa itoke mifukoni mwenu. Na pesa inatoka vipi? Tununue jezi, mwekezaji apate faida na sisi tushapata faida ya mchezaji. Si ndio? Si mnamtaka si huyu hapa. Kwa hiyo kiandalio kitu. Kuna zile jezi za Fei ambazo za namba 6 ziuzwe kwa gharama fulani. Yaani kuna promotion fulani hivi ifanyike na kwa fulani ambayo umeona sisi tutakuwa nayo. Yaani hata katika bilioni 1.5 au 2 tunaweza tukafika. Kwenye mchezo wa tarehe 12, ni eneo gani ndani ya uwanja ambalo linawezekana likaenda kuamua mchezo? Pembeni. Pembeni. Yanga wana mawinga wazuri sasa hivi wanaokimbia. Na sisi tuna mawinga mazuri ambao wanaokimbia. Kwa mchezo utaamuliwa pembeni. Umeona hapa kati itakuwa kama chemba ya maji. Ushasoma? Yaani maji yanazunguruka afu yanatoka, ndio itakuwa hapa kati. Ushanelewa? Maana yake mtu ambaye atakamata kiungo hatokaa na mpira. Maana yake atalisha katika maeneo ya pembeni, kwa sababu ndo anajua kabisa hii ndio silaha ambayo tunaitegemea. Yanga kesho atahitaji akimbie pembeni, sisi silaha yetu ni kukimbia pembeni. Hapa kati itakuwa chemba maji. Maana yake mtu ataoshika kati ana asilimia kubwa kwenda kumaliza mchezo pembeni. Maana yake kila muda atawaruhusu wale mawinga wake wakimbie. Ushasoma? Kila akipata mpira ataruhusu mawinga yake akimbie. Kwa mfano mdogo na kutolea, ukimwangalia Shadrack Kiboka, mbona ni fullback anapenda kushambulia na kukimbia. Ukimwangalia Hussein Shabalala, ni fullback anapenda kumiliki mpira na kukimbia na kushambulia, si ndio? Na sisi hivyo hivyo, ukimwangalia Nixon Kibabage, ukimwangalia Duchu, ukimwangalia Libase, ukimwangalia Maselala, na Yanga vile vile ukiangalia mawinga wao hivyo hivyo, kina Alan Okelo wanapenda wawe free, wacheze kwenye mapana ya uwanja kwa kimbie, wafu wakishakimbia wanaenda kuufinya uwanja. Aiza wapige assist ya ndani au wapige kevu moja kwa moja ndani. Na sisi mawinga wetu ndo wana tabia hiyo. Kwa hiyo pale kati patakuwa kama chemba ya maji. Maji yanazunguruka afu yanaenda kutema. Yanaenda kumwagikia pembeni. Kwa hiyo mechi itamalizwa pembeni. Hamna kikosi chako utaanza na kina nani katika mchezo wa kesho, tukisema wewe ndio kocha basi wa Simba? Golini Kasari. Fullback 2 Duchu. Namba 3 Nixon Kibabage. Namba 4 Tule, namba 5 Lucien Deloki. Namba 6 Yusuf Kagoma, umeona? Namba 7 Libase. Namba 8 Ibrahim Jabali Gavi, umeona? Namba 9 Mpanzo, namba 10 Chama, namba 11 Matselala. Mbona Dumbi hujamweka?
Dumbia. Sasa umeniuliza Dumbia uanze naye. Sasa iko kikosi chako wewe, iko umeniuliza mimi sasa. Umeniuliza mimi. Mechi ya pili ni kama vile wana Simba mfurahi naye hivi. Umeniuliza mimi. Ndio. Umeniuliza mimi kikosi changu. Mimi ndio iko. Chanaelewa? Sasa tunamwachia Steve Barker kikosi chake na tutamheshimu kwa sababu yeye ndo anawasoma Yanga na yeye ndo anajua kabisa hii mechi niimalize dakika ngapi. Mona aanze Dumbia au aanze Mpanzu yeye. Kwa hiyo kikosi ambacho tutachokipanga Steve Barker tutaheshimu kwa sababu ni taaluma yake. Pale kwenye madhaifu tutaongea, Steve Barker hapa kachemka, hapa kapatia. Hapa kapatia, hapa kachemka, tutaongea, si ndio? Lakini kwa mimi ningeondoka na iko kikosi, lakini mimi sio taaluma yangu mpaka nione. Shanaelewa? Na hao wachezaji ambao nilokutajia kwangu mimi ndio msimu ulioisha wamefanya vizuri na hata msimu huu na imani vile vile watafanya vizuri. Sasa pale katika kikosi cha Yanga tuseme ni mchezaji yupi wana Simba ama wachezaji wa Simba wamchunge sana katika mchezo wa kesho? Shashamani ni mchezaji ambaye anahitaji theluthi ya nafasi akuumize. Sasa mchezaji anahitaji nafasi ndogo mno, huyo ndio wa kumchunga sana. Sio nafasi kubwa kama Dumbia. Mchezo wa kesho anahitaji nafasi kubwa. Umeona, Shashamani anahitaji nafasi ndogo sana. Umeona, na mchezo wa kesho yeye ameuomba. Na ukija kuangalia mchezo wa kwanza aliocheza pale, umemwona ni mchezaji wa aina gani. Maana yake sehemu ambayo hakuna tukio analazimisha tukio. Sehemu hakuna nafasi analazimisha nafasi. Asikwambie mtu mzee wangu, chakula cha kushiba unaanza kukijua kikiwa kwenye sahani. Kama hiki bwana hiki na shiba hiki. Shashamani mchezaji hatari, tumeanza kumjua toka yupo South Africa. So bongo toka yupo South Africa. Shashamani tunaijua hatari yake. Lakini kikosi chako kipo vizuri. Baada hata mchezo ule wa Simba Day ule ufanyika, unaona bana kikosi unacho, msimu unaoenda unawezekana ukawa ni msimu mzuri pia kweli. Hapa ndani. Hapa ndani viongozi wakiwa pamoja wala sina hofu. Kimataifa? Kimataifa tunaanza Septemba 4. Kimataifa kwenye group stage lazima kuna baadhi ya maeneo tuweke sawa. Ndio nitakwambia sasa hapa tunao uwezo kutoka group stage kuingia robo finali. Maana yake tunahitaji namba 6 na tunahitaji striker ambaye ana uwezo wa kutumia yani nusu, yani nafasi ndogo sana kama Shashamani. Umeona hizi nafasi mbili? Brother, tukipata nafasi mbili watu wenye maamuzi. Yani ukiniuliza mimi kwa haraka namba 6 nitakwambia Kamala. Ukiniuliza kwa haraka namba 9 nitakwambia nenda kamchukue mwanamume wa Stadi Malini, na sasa hivi naona akatakuwa kashaondoka kwa sababu Shashamani tumemkosa. Umeona hayo maeneo? Brother, maeneo sisi tukiyapata kwa wale wachezaji waliokuwa tayari. Oya, kimataifa inakuwa moto. Inakuwa moto. Dumbia ni mchezaji ambaye anahitaji muda sana. Ushasoma kwa ligi ya ndani. Dumbia migoli 15 ananipa kwenye mechi zote. Nazungumzia CRDB, NBC ananipa kwa sababu Simba ligi ya ndani anapokutana na Pamba, Simba anatengeneza nafasi mzima, sio nusu ya nafasi. Simba anapokutana na Geita anatengeneza nafasi mzima, sio nusu ya nafasi. Umeona? Sasa nafasi mzima Dumbia anafunga. Umeona? Lakini theluthi ya nafasi ili apate matokeo. Hiyo Dumbia akupi. Ndio maana ligi ya ndani, CRDB, NBC, Dumbia goli 15 kwa msimu ananipa. Lakini mashindano ya kimataifa ndio maana sipendi kumzungumzia Dumbia kwenye mashindano ya kimataifa. Bwana, shukrani sana kwako ambaye umetufuatilia ndani ya dakika 90 podcast. Hii ni KingBet, tunakwambia hivyo. Zama KingBet, www.kingbet.co.tz. Weka hapo mikeka yako, bashiri ushindi ni uhakika mtu wangu. Unasubiri nini? Katika mchezo wa Simba na Yanga kesho pia utapatikana hapo KingBet. Kwa hiyo ukiingia hapo weka bashiri yako, alafu ushindi nakwambia ni uhakika. Mwanangu, utaweka bashiri yako pia kupitia KingBet. Mapema sana mzee wangu. Una set mkeka. Sana. KingBet ndio yenyewe kwa sababu mzee wangu sasa hivi kama unaikataa KingBet kweli unauhitaji utajiri wewe. Utajiri unapatikana huko ufalmeni. KingBet mwanangu, wewe angalia kwanza ofa zao. Wewe unafikiri kuna ofa nzuri zaidi? Ukijisajili tu hapo. Ukijisajili tu oya. Sasa unahitaji nini? Wewe unahitaji nini mzee wangu? Bwana, ingia hata hapo Play Store, pakua application yetu, jisajili na upate ofa ya shilingi 2000 papo hapo ukijisajili tu.